praise Allah for sending me you, my love. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sio kwa nini najiita toto la Kishirazi. Mimi ni toto la Kishirazi. Babangu ni Mshirazi, mamangu ni Msukuma. Babangu ni mzaliwa Komoro, kisiwa cha Komoro. Kwa hiyo kabila langu ni Mshirazi. Washirazi wako sehemu mbalimbali, wako Mombasa, wako Kenya, wako Zanzibar, wako Tanga, sehemu nyingi tu. Kwa hiyo mimi ni Mshirazi wa Komoro, ila nimechanganyikana na Msukuma. Mafanikio ambayo niseme ambayo nimeyapata. Maana mafanikio sio pesa tu peke yake. Hata kumiliki watu, kuwa na watu wenye akili, watu wenye upendo. Kwa hiyo najivunia kuwa na watu wa maana. Kwa hiyo nafurahi sana kuwa katika mitandao ya kijamii. Upande wa mapishi nimepata faida nyingi sana kufundisha mapishi. Kwanza napata thawabu. Kuna watu wanapikia waume zao kupitia mapishi yangu, wanaboresha ndoa zao kupitia mapishi yangu. Kwa hiyo nafurahi sana. Kuhusu biashara, yani kwa sababu niko katika upande wa ngozi na nywele na mambo ya virutubisho vya vyakula. Kwa hiyo napata faida nyingi sana, na mafanikio yake ni watu wanapotumia bidhaa zangu, wanapofanikiwa kwenye ngozi, kwenye nywele. Najivunia kutumia bidhaa za toto la Kishirazi asili. Mwenyezi Mungu alitukutanisha. Nilienda likizo Dar es Salaam, ndipo nilipokutana na mume wangu kipenzi Bwana Raji. Aliniona nikiwa katika familia, akawa anapita tu, lakini hakuwahi kuniona uso, alinipendea macho. Kwa hiyo safari yangu na yeye ilianzia hapo. Alinipenda, alinivumilia mpaka nikamaliza masomo yangu. Kilichonifanya niamini na nione ni mume wangu halali. Kwanza aliponiambia ananipenda, hakunifuata katika miti, alikuja katika ardhi ya watu akasema ananipenda. Na aliweza kunivumilia miaka 4 hadi kumaliza masomo yangu bila kunigusa. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, mume wangu kwa katika kati ya maisha yangu. Hiyo ni dalili moja ambayo niliona kabisa huyu ni mwanaume anayenifaa kwenye maisha yangu. Kuweza kunivumilia mpaka kumaliza masomo bila kunigusa. Dalili ya pili, aliweza kujitambulisha nyumbani. Hakupita chochoro yoyote, yeye alikuja direct kuongea mbele ya wakubwa na mpenda binti yake. Na niliswali raka 2 kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kunionyesha kwamba huyu ni mwanaume wa maisha yangu. Napenda kila kitu, ila subira na jinsi anavyonipenda. Napenda sana jinsi anavyonipenda, uvumilivu wake kwangu, ucheshi wake, uaminifu, anavyoniamini. Maana ndoa bila uaminifu ni chungu sana. Anavyonikubali mimi mzuri. Kwa hiyo napenda kila kitu alichonacho mume wangu. Natimiza miaka 15 ya ndoa. Changamoto nyingi sana, ila nitaelezea chache tu. Changamoto ya kumuuguza mama yangu kipenzi. Kwa kweli huwa nasema mume nimempata, mashallah, na namwombea kwa Mwenyezi Mungu anihifadhie na ampe afya njema mume wangu. Unisapoti kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ananisaidia sana. Changamoto ikitokea kwenye familia ananisaidia. Tunalia wote, tunacheka wote. Kwa kweli nampenda sana. Changamoto nyingine inaweza ikatokea, unajua watu mkipendana sana vijidudu mtu. Waswahili wa zamani tunasema vijidudu mtu. Hakuna penzi ambalo halina changamoto. Kwa hiyo changamoto za vile vijidudu mtu ambavyo vinataka viingilie penzi lenu, hizo mnazitatua pamoja, kwa sababu uaminifu ndio unasimama katikati yenu. Sababu mkiaminiana mapenzi ni mazuri sana.
Kirefu cha Rajiraha, mimi naitwa Rahma, yeye anaitwa Rajabu. Kwa hiyo nikafupisha kwa jinsi anavyonipenda na mimi nampenda, nikaita Rajiraha, Rajabu na Rahma. Raha ni Rahma, hii ni Raji. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, mume lake tumbo, mke lake jiko. Mume wangu kila chakula ninachokipika kwa mikono yangu mimi anakiona ni kizuri. Kwa hiyo ana chakula maalum, kila chakula, hata nikimpikia ugali na mlenga anafurahi. Kitu ambacho kimetufanya tudumu hadi leo, kwanza Mwenyezi Mungu, tuna imani na Mwenyezi Mungu. Ndoa yetu tunaiendesha kwa misingi ya dini. Kingine uvumilivu wetu. Ndoa bila uvumilivu, kwa sababu ujiolewa na jiwe, hata jiwe lenyewe huwa linachoka. Subira yetu, jinsi tunavyopendana. Ndoa ni wawili, nyinyi wawili mkishikamana na mkapendana, ndoa inadumu. Uaminifu, kumwamini mwenzio na yeye atakuamini. Vile vile mke ukijipenda utaweza kumpenda mwenzio. Niseme ni bibi. Unajua wanawake huwa kama tunavichaa. Sababu sije kushuhudia ukorofi wa mume wangu. Upole wake, ukarimu wake, ucheshi wake ndio unanifanya natulia na jinsi anavyonipenda. Na mimi nampenda. Sijaona ukorofi wake miaka yote hiyo. Labda aanze sasa hivi, Mungu amnusuru. Kucheka sana na kununa sana. Yaani mimi ni mgumu sana kuchukia. Ila ukiniuzi na nuna kama nipasuke. Alafu mwepesi sana kucheka. Hivyo tu. Nacheka sana na nuna sana. Nitafute mauzi. Mbona siyaoni mauzi wala masindano? Kwa kweli hana makuu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijaona mauzi yake, ili mpaka ya kunifanya niuzike sana hadi nipoteze direction, bado sijaona kwa kweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Tena kwenye swala la ruhusa ni mgumu. Alishawahi kuninyima ruhusa. Yaani ni hivyo tu, ni kuhusu ruhusa huwa ananinyima. Na ambapo ni sehemu ambayo unakuwa unaipenda. Hata inaweza ikatokea msiba, anaweza akakuambia usiende. Sheria ya dini inasema pepo ya mke akishaolewa mtoto wa kike, pepo yake iko chini ya nyayo ya mume wake. Na ili uipate pepo, utii kwa mume lazima. Kwa hiyo saa nyingine hiyo inakuwa ni katika majaribu kuona ni kiasi gani unachomtii. Kwa hiyo akininyima ruhusa nakaa, kwa sababu mimi nimeolewa, siwezi kulazimisha ile ruhusa. Nakaa na mtii. Siku yote akijisikia kwamba mke wangu nenda, naenda. Kwa hiyo mimi wanakaa ndani kama utumbo. Nitalichukulia poa, japo unajua mimi sina moyo wa chuma. Nina moyo wa nyama, moyo wa damu. Vimaumivu vitakuwepo, lakini kila penye mtihani huwa kuna funzo. Kwa hiyo mimi nitapokea ule mtihani kwa sababu nampenda mume wangu. Yaani sema niondoke kisa mume wangu kaoa. Hapana. Nitakubali ule mtihani, maana mtihani wote ukiukubali unaweza ukawa ni laana. Kwa hiyo nitaukubali ule mtihani na nitaendelea kusimama kama mke. Nitadili na wajibu wangu, sitodili na mke wake, kwa sababu atakuwa ni mke wake, sio mke wangu mimi. Ujumbe naupenda kufikisha kwa mume wangu kipenzi, Bwana Raj King Raj. Nakupenda sana mume wangu, nakupenda sana kwa moyo wangu wote, daima sitokuacha. Uwepo wake tu kuwepo na mimi, hiyo ni zawadi kubwa sana katika maisha yangu. Natamani kumwombea dua, naona ndio zawadi kubwa sana katika maisha yangu. Napenda sana kumwombea dua mume wangu, Raji wangu. Mume wangu ni ghali. Mume wangu ni tunu katika maisha yangu. Mume wangu ni vazi katika mwili wangu. Mume wangu ni stara, amenistiri. Napenda kumwombea dua mume wangu Raji kipenzi.
manufaa duniani na akhera. Mwenyezi Mungu ampe afya njema, maana afya ni mali kubwa sana. Mwenyezi Mungu amfungulie riziki. Mwenyezi Mungu amjalie hitaji la moyo wetu. Nampenda sana mume wangu. Dua zangu Mwenyezi Mungu azipokee. Cha kuwashauri ambao kwenye ndoa, wadada na wanawake na wamama hadi wabibi wote, na washauri, cha muhimu ni subira, uvumilivu, kustamiliana, kusameheana, ambavyo vinaweza kusameheana jamani, sio kila kitu cha kusamehe. Kingine, kumvumilia mwenzio kwa kila hali na kuishi katika misingi ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Huo ndio ushauri wangu mkubwa, na kupendana, na mume lake tumbo, mke lake jiko. Pikia mume wako mpaka avimbewe, ashindwe kutoka, akila tu anateuka.